Wabunge power. Wabunge ria. Habari zenu? Mimi naitwa Maturi. Nisikia vile wenzangu wamewaambia hapa, mimi nimekuwa nikitafuta MC hapa. Lakini saa hii mimi sitafuti. Mimi nasaidiana tu na vijana wale naona wanataka kuwa in leadership na wasaidia kuwakuza. Na kama niko na network, kuna mwingine hapa anaweza sema na support Sifuna lakini hajai soka karibu na yeye. So mtu mwenye anaweza kuconnect na Sifuna ni nani? Ni Maturi. Kama unataka kuwa supporter wa Matiang'i, mtu mwenye anaweza kuficha kwa Matiang'i ni nani? Ni Maturi. Yeye mpaka South sisi ndio tulianzisha. Wengine wenu mmekuja mkiwa wageni. Hapa tulipigwa sana tukingangania hivi vijiji. Kuna Mungiki ilikuwa hapa. Ilikuwa inataka kabila nyingine ikae hapa kama wewe sio Mgikuyu. So mimi nilikuwa na kikosi yangu nikianza kutafuta youth since 2007. Lakini sasa upande wa kura pia iko na maneno yake. Watu wengi wanadharau watu wa vijiji sana. Mtu anatoka mahali popote anakuja anasimama kura hapa na anapita na naye. Kwa sababu sasa wanajua umaskini ni mingi hapa. Hata Mawade wale hamjui historia yake. Mawade alitoka India, alikuwa na kinyosi huko. Kama hivi nyosi mnaona hapa. Akaangalia mahali Wakamba ni we. Kakuja hapa. Na hata hiyo 2027 bado anaweza shinda. Kwa sababu hata hao Wakamba bado wanataka mtu wao hata kama hawasaidii. Hiyo ndio imeharibu Kenya. Sawa sawa? So sisi zile jamii zingine ambazo tulikuwa tunaweka kura kwa ODM, kama mimi nimekuwa mtu ODM tangu izaliwe kanipata. ODM ilikuwa na ukora yake. Certificate huwezi pata kama una 2 milioni. Naenda pale unaongana, watu wanakuja nafanya ukora hapa. Unaambiwa hujapita. Watu wanakupenda ground lakini huko juu shetani hakupendi. Unaelewa? Yes. Ndio maana mumeona tukiongozwa na viongozi ambao hawachelewi. Hapa Ruben wako na MC hawezi andika hata jina yake. Hapa. Na huenda next time tena akachaguliwa kwa sababu ya tribalism. Hapa walienda wakasema round hii tunataka Mkamba na Mgikuyu. Wakaungana kabila mbili. Wakashinda hii. Ndio maana nawaambia hata hii national politics hii mnapiga hapa. Asante kwa kunipea nafasi sababu mtu akiwa mgeni anaweza waelimisha ile kitu amjui. Na mimi mkinialika hapa na kujanga. Napita tu naangalia vile watu wanakaa, naangalia napata hata wako na shida kuliko vile walikuwa. Unaelewa? Sababu hakuna mtu kiongozi anayekuja hapa atumie nafasi yake kuwaelimisha vile nchi inaenda. Ni kweli? Sana yule jamaa ameenda wapi yule alikuwa anaongea hapo? Ndio wewe nyuma yako. Sasa nataka niseme hivi. Kuna kitu ulikuwa unaambia huyu ndugu yangu. Huyu amekuwa supporter yangu. Hata nikifanikiwa sitamsahau. Kuna watu niko naye list kwa hiki kijiji ambao hata si kabila yangu. Walikuwa wananiheshimu sana. Unajua ukianza kutafuta uongozi kabila yako inakudharau. Si ni kweli? Hata mimi kabila yangu walikuwa wananisengenya hapa Kikisii na mimi ni Mkisii. Kwa hivyo si nilikuwa nasikia ile kitu wanaongea. Si ni kweli? Wako na hiyo tabia sio? Wanadharau mtu wao akienda kuinuka. Na hiyo ndio inafanya hii nchi iwezi endelea. Sana ukiangalia statement kama ile huyu alikuwa anakuambia wale watu wa Western. Hapa hata kuna mahali inaitwa Wesinya. Hamjui historia hapa. Kuna mahali Waluya na Wakisii na Wajaruo walikuwa wanapigana huko na Mungiki mpaka wakaita huko chini inaitwa aje? Wesinya. Tulikuwa tunaungana. Kama unataka kuhama kutoka hapa, ulikuwa unalipa Mungiki ndio uhame. Unalipa pesa ndio uhame. Tukaungana, mimi ndio nilitengeneza hii kijiji, mimi wa Maturi. Lakini siku ya kura ikifika mimi nakuwa namba rasi. Unaelewa? Ni mbaya. Siko na hiyo ni mbaya. Na inauma, si ndio? Vibaya. Unapata kura hapa zinapigwa in terms of tribalism. Tulikuwa tunapiga kura pamoja wa Kisii na Wajaruo na Waluya. Na tukienda kupiga kura hapa mbeleni imekuwa tunaenda kupiga kura against Mgikuyu. Sisi tunajua kiongozi. Sasa Mkamba akakuja akatujoin. Wakamba makosa Kalonzo alifanya, sijui Wakamba watakuja kufanya wapi warekebishe. Kwa sababu Kalonzo alitukosti president 2007. Nimesikia mtu akiongea hapa maneno ya Kalonzo nikasema huyu alizaliwa jana. Niwaambia wasikiani. Raila alishinda kura 2007. Wale watu wazima kama mimi wanajua. Yes.